Kwanza Mheshimiwa Waziri, nipende kukupongeza kwa bajeti yako nzuri ambayo umeisoma, lakini pili kwa jinsi ambavyo wizara hii umeituliza, kwa sababu ukifuatilia mabunge yaliyopita nyuma huko, bunge la 9 la 10, migogoro ilikuwa ni mikubwa sana ya wachimbaji wadogo, lakini kwa sasa kumetulia. Tunakupongeza sana, lakini tunapongeza serikali kwa jinsi ambavyo inafanya kazi na kwa jinsi ambavyo mnaratibu majukumu mbalimbali. Lakini pia nipongeze kwa Mheshimiwa Rais, political will, utayari wa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba investment na uwekezaji mkubwa unafanyika kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi na mambo machache ya kuchangia. Jambo la kwanza nalotaka kuchangia ni kwenye kitu kimoja kinaitwa local content. Local content, Mheshimiwa Waziri, kwanza ni kushukuru na nikupongeze. Kama kijana umeonyesha nia ya dhabiti kuwatetea vijana wa Kitanzania, kuhakikisha kwamba local content nchi yetu inalindwa, inasimamiwa na inabaki kuwa sehemu ya Watanzania. Na moja kati ya kauli yako umeongea kwenye mimbari hapa ni kwamba utadhibiti bidhaa zote ambazo zinatoka nje ambazo zinaweza kutolewa na Tanzania zitolewe na Tanzania kwa 100%. Hili ni jambo kubwa, kama vijana tuna appreciate, kama vijana tunatambua kwamba kama wizara imeamua kabisa kuunga mkono. Kwenye local content, Mheshimiwa Waziri, ni jambo kubwa kama nchi, kwa sababu tuna rasilimali kubwa ya madini, na ukisoma kwenye ilani ya CCM inasema kwenye kitabu kidogo inasema hivi: CCM inatambua kuwa sekta ya madini ina nafasi ya kipekee katika kuchangia ukuaji wa pato la taifa, ukuaji wa fedha za kigeni na ukuaji wa uchumi kwa ujumla. Tafsiri yake anaenda chini anasema mtaongeza kufanya utafiti, lakini pia kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Hii yote ambayo mnaifanya Mheshimiwa Waziri, kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, ni kwamba mnaisimamia ilani ya CCM na mnatekeleza kile ambacho pia Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake alisema, katika jitihada zetu za kuendeleza sekta madini tutapitia upya leseni zilizotolewa ili kubaini ambazo hazijaendelezwa na kuchukua hatua na kuzitoa kwa wachimbaji wenye nia ya dhati ya kufanya uendelezaji wa maeneo husika. Wachimbaji wadogo wamekuwa nguzo ya kutegemewa katika sekta madini nchini. Unafanya lile ambalo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alihutubia ndani ya bunge, lakini pia Watanzania wamekuwa wakitegemea kutoka kwenu. Kwa hiyo nikupongeza sana kwa jinsi ambavyo mnalinda local content. Moja, mmeweka katika ukurasa wenu wa 37, ukurasa wako wa 87 hotuba, unasema mtalasimisha wachimbaji wadogo ili wawe na sehemu ya mnyororo wa thamani. Hili ni jambo kubwa kwamba wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya kazi za uchimbaji kiholela. Kama wizara mnachukua hatua ya kwenda kurasimisha. Mheshimiwa Waziri, na uzuri wa Waziri wa Fedha leo yuko hapa. Na hili ni jambo kubwa. Hii budget ambayo mnaipitisha hapa, ambayo tunaipitisha hapa Mheshimiwa Waziri, ni budget ambayo mlitengewa kukusanya bilioni 124, lakini serikali imewapatia 8% tu ya budget. Mheshimiwa Waziri wa Fedha yuko hapa. Wizara hii ndani ya miezi 8 imekusanya bilioni 880, licha ya kwamba tumewapa 8% tu ya bajeti yao, lakini wamekusanya bilioni 880. Tafsiri yake, tukiwapa fedha Wizara ya Madini, tutakusanya fedha nyingi sana za kigeni kwenye nchi yetu. Tutakusanya fedha nyingi sana katika maendeleo yetu. 8%, Mheshimiwa Waziri, ni fedha ambayo ni ndogo. Iangalieni kwa jicho la karibu Wizara ya Madini kuiwezesha kuipatia fedha, kwa sababu bila fedha hatutawezesha utafiti, bila fedha hatutawezesha kuendeleza hiki ambacho Mheshimiwa Waziri anakifanya kuhakikisha kwamba tunapata maeneo mengi ambayo ni ya uchimbaji. Kwa hiyo ninaomba sana, kama mmeweza kukusanya bilioni 880 ndani ya muda mfupi ya miezi 8 tu, basi tuiombe Wizara ya Fedha iwaongezee fedha, iwapatie fedha kwa wakati, ili mlituletee fedha nyingi za kigeni kwenye nchi yetu, na ili muweze kutusaidia kama taifa.